Mafunzo ya kijeshi si safari ya kawaida. Ni njia ngumu yenye majaribu mengi inayochuja walio tayari kujitolea kwa ajili ya usalama na heshima ya taifa. Safari hii huanza pale vijana wanapoamua kujiunga na majeshi ya ulinzi. Kabla ya kuingia kambini, hupitia usaili mkali, vipimo vya afya na majaribio ya uwezo wa mwili. Si wote wanaofanikiwa, ni wachache tu huchaguliwa kuanza mafunzo haya. Wanapoingia kambini, hukutana na mafunzo ya awali maarufu kama basic training. Nidhamu huwa msingi wa kila jambo. Amri hutolewa kwa ukali, muda huhesabiwa kwa sekunde, na makosa madogo huleta adhabu kali. Kila siku huanza mapema kabla ya kuchomoza kwa jua. Mazoezi mazito ya mwili, gwaride la nidhamu na mafunzo ya matumizi ya silaha hufanyika bila kuchoka. Lengo ni kujenga mwili imara, akili thabiti na moyo wa ujasiri. Baada ya mafunzo ya awali, wanajeshi hupitia mafunzo ya kitaaluma kulingana na fani zao. Wengine hufundishwa ulinzi wa mipaka, wengine mawasiliano, uhandisi wa kijeshi, ujasusi au huduma za afya. Changamoto huwa nyingi. Kimwili, wanajeshi hukumbana na uchovu mkali, maumivu ya mwili, njaa na usingizi mchache. Kisaikolojia, shinikizo la amri kali na kutengwa na familia huathiri hali ya akili ya wengi. Wapo wanaokata tamaa na kuacha njiani, lakini wanaobaki hujifunza kuvumilia, kusimama imara na kusaidiana kama timu moja. Kupitia mafunzo haya, tofauti za kikabila, kijamii na kitamaduni huondoka. Wanajeshi hujiona kama familia moja, wakiongozwa na lengo moja: kulitumikia taifa. Mwishowe, siku ya kufuzu hufika. Ni siku ya fahari na heshima. Sare huvaliwa kwa bashasha, gwaride hutembea kwa nidhamu, na tabasamu hujaa nyuso ya waliovumilia hadi mwisho. Kufuzu mafunzo ya kijeshi si ushindi wa mtu mmoja, bali ni ushindi wa nidhamu, uvumilivu na moyo wa kujitolea. Ni uthibitisho kwamba ulinzi wa taifa hujengwa kwa jasho, maumivu na uzalendo. Hawa ndio walinzi wa nchi, mashujaa wanaolinda amani ya taifa. Nikiripotia The External Media, mimi ni Kubaso Glenishas.